naweza kusema mabinti wengi ambao wamenifollow sababu ya nilipoanzia. Anza na kimoja, vingine unaweza ukashangaa vinajitokeza bila hata wewe kupanga. Kuangalia namna gani pia unatengeneza structure nyumbani. Unapofikiria kuanza biashara, unaangalia fursa ziko wapi. Kikubwa ni kuangalia uhitaji wa hawa wanawake. Am I supposed to start with number 1 au chochote ninachochukua? Okay, let me start again. Naitwa Jennifer Bash, ni mkurugenzi wa kampuni ya AKTZ Industries Limited ambayo kwa sasa ina brands tofauti. Kuna Alaska Tanzania ambayo wengi wenu mnaitambua kwa bidhaa zake ambazo ziko supermarket na maeneo mengi mbalimbali. Na tuna brandi mpya ya Kanono Coffee ambayo ni brandi ya kahawa kutoka Kagera. Tunalima na kuongeza thamani kwenye zao la kahawa, na tumeingia pia kwenye utalii. Tuna brand na kampuni inaitwa Soraya Tanzania Limited. Instagram inatambulika kama Soraya Experience. Na leo hii nimekuja kwenye coach la Orange Tuyajenge. Ikiwa ungeanza upya biashara yako kesho, ni makosa gani ambayo usingeyarudia? Moja, ninaweza kusema kuanza bila mifumo sahihi. Ningepewa fursa ya kuanza upya, ambayo fursa hiyo naweza kusema ninayo, maana na biashara nyingi ambazo nimezianza, kwa hiyo nikajifunza kutokana na yale makosa. Nimeweza kuwekeza kwenye mifumo na nimeweza kubadilisha namna ya kuajiri. Mwanzo nilikuwa naajiri kuendana na CV ya mtu, lakini sasa hivi naajiri kuendana na attitude ya mtu na si kile ambacho kimeandikwa kwenye CV. Mara nyingi kilichoandikwa kwenye CV sio tafsiri ya kile mtu ambacho atafanya kwenye kazi. Hasa sisi ambao tunakuwa tumeanzisha biashara, unahitaji mtu ambaye mwenye right attitude, ambaye sio kila siku utampa mwongozo wa nini cha kufanya. Ukishampa mwongozo wa nini cha kufanya, yeye aweze kukimiliki na kukifanya ili kuweza kuchangia kwenye ukuaji wa biashara. Nini kilikuhamasisha kuingia kwenye kilimo biashara? Unapofikiria kuanza biashara, unaangalia fursa ziko wapi. Kwangu mimi niliona fursa katika kilimo. Na tukiongelea kilimo ni mnyororo mrefu sana. Kuna wazalishaji, kuna wasindikaji, kuna kuongeza thamani mpaka bidhaa inapoingia sokoni. Kwangu mimi niliona fursa katika kuongeza thamani kwenye mazao ya kilimo, na ndipo Alaska Tanzania ilipozalishwa. Tukaona umuhimu katika kuboresha bidhaa zinazozalishwa na wakulima wetu. Hakukuwa na changamoto kubwa kwenye uzalishaji, lakini kulikuwa na fursa kubwa sana katika kuongeza thamani. Bidhaa nyingi zilizokuwa zinauzwa kwenye supermarkets, hizi ni bidhaa ambazo zinatoka nje. Kwa hiyo tulipoanzisha, tulianza na bidhaa ambayo ni ya kawaida sana, mayai. Kwa branding na packaging ya mayai iliweza kututambulisha sokoni, lakini pia baada ya hapo tukaingia kwenye mchele ambao tunatambulika kama Alaska Tanzania kwenye supermarket. Kwa hiyo kilichotuhamasisha zaidi ni kuangalia fursa ilikuwa wapi kwenye mnyororo wa thamani wa kilimo. Kwenye kuongeza ubora kuna vingi. Kuna processing, yani kutoka kwenye raw form mpaka kwenye, tuseme kama ni mchele unatoka kwenye mpunga kwenda kwenye mchele. Hapo tunaongelea sasa viwanda. Na ukitoka hapo kuna packaging and branding. Ule mchele ambao umetokana na processing unaenda kuwa packaged na branded, unaingia sokoni. Kwa ukiangalia mnyororo wa thamani, ukiachana na ile bidhaa yenyewe, pia kuna services. Kuna services tofauti. Unaweza ukaangalia bima, maana kuna bima za kilimo. Unaweza ukaangalia financing, kuna financing ya kwenye kilimo. Kwa hiyo tukiongelea mnyororo wa thamani, kuna mambo mengi sana, kuna fursa nyingi sana, lakini unajiangalia wewe unaenda kuongeza thamani wapi. Wanawake walioko vijijini / mashambani wanawaza kusaidiwaje ili wakue kiuchumi? Wanawake wengi, mimi naweza kusema kwanza ni wapambanaji.
wanawake walioko vijijini ndio wanawake ambao wanajishughulisha sana kwenye kilimo. Namna ya kusaidiwa ni kuwapa mitaji ili waweze kukuza biashara zao, lakini pia elimu ya fedha, namna gani unatumia hiyo mitaji katika kukuza biashara yako. Lakini kingine pia ni kuangalia namna gani ya kuwapa elimu ya kilimo biashara, isiwe ni kilimo ambacho hakina tija. Kwa hiyo mambo makuu matatu mimi naweza kusema ni kuwapa fursa ya elimu, mitaji na masoko ya uhakika. Tukiongelea wanawake walioko mashambani na vijijini, tunaongelea mkulima mdogo. Mkulima mdogo ambaye wengi unakuta ana eka moja, eka mbili. Tukisema mitaji, hii sio mitaji mikubwa, tuongelee milioni 100, milioni 200, tunaongelea mitaji midogo midogo. Kwa benki, kikubwa ni kuangalia uhitaji wa hawa wanawake, lakini pia kuangalia kudesign products ambazo zitaweza kuwasaidia. Maana tukienda kwenye commercial loans ambazo zinahitaji security, sio kila mwanamke ana hiyo collateral. Kwa hiyo ni kuangalia namna gani tunaweza tukawasaidia hawa wanawake, hasa wengi ukizingatia kwamba hawana collateral. Unafahamu nini kuhusu bima za kilimo? Bima za kilimo kwa uelewa wangu ni kujikinga na changamoto ambazo hutarajii. Kwa mfano, mvua zikizidi, ikafikia sehemu ambapo sasa zinaathiri ukuaji wa mazao, au kukiwa na ukame, au ikitokea mazao yameathiriwa na magonjwa mbalimbali. Kwa bima ya kilimo inakusaidia wewe kujikinga na hizo changamoto na kutokuanguka kiuchumi. Lakini tukirudi kwenye wale wanawake niliowaongelea ambao unakuta size of the farm is small, na ni mtu ambaye bado anahitaji mtaji, anaweza akawa na uelewa wa bima ya kilimo, lakini je, anaweza kumudu hizo gharama za bima ya kilimo? Kutambua umuhimu wa bima na namna gani wanawake hao wanaweza wakasaidika, hasa kutokuanguka kiuchumi janga linapotokea, ni taasisi za bima kuangalia pia wanaweza waka design product gani ambazo huyu mkulima mdogo ambaye hana kipato kikubwa anaweza pia kumudu kuwa na bima ya kilimo. Kwa hiyo tunarudi, tawa challenge kutengeneza products ambazo zinaendana na uhitaji wa wale wanaohitaji. Zungumza na mabinti wengi wanaokutazama kama role model. Mimi nimeweza kutengeneza naweza kusema mabinti wengi ambao wamenifollow sababu ya nilipoanzia. Nimeanza Alaska Tanzania miaka 15 iliyopita na nilianza kwa udogo sana. Kwa fursa hii ya kuzungumza na mabinti ningependa kuambia kwamba wasiogope kuanza kwa udogo, na watambue kwamba biashara ni safari. Na mimi wanaoniona leo miaka 15 baadaye, sikuwa hapa miaka ile nilipoanza. Ili uweze kutimiza ndoto yako, uwe tayari pia kuanza na kidogo. Lakini sio kuanza tu na kidogo, kuwekeza kwenye kile ambacho unakiamini. Na uwekezaji pia ni kufanya kazi kwa bidii. Kwa kufanya kazi kwa bidii, jitume na uwe tayari kujifunza kila siku. Je, unawashauri wanawake wa focus na kitu kimoja au vitu vingi kama wewe? That's a tricky question. Naweza kusema ushauri wangu kwa wanawake ni kuangalia strength zao ni zipi. Mimi ningejitambulisha miaka 5 au hata 10 iliyopita, utambulisho wangu ungekuwa tofauti. Ningekuwa bado utambulisho wangu umejikita kwenye Alaska Tanzania. Lakini baada ya miaka 10 nimeweza kujenga mifumo na nimeweza kuajiri timu ambayo
inasimamia misingi ya biashara. Kwa hiyo inanipa uhuru wa kuweza kufanya biashara nyingine na kuweza kufocus na mambo mengine. Na hii kwenye biashara ni diversification, kwangu mimi naiangalia hivyo. Lakini pia kwa wanawake, ukiachana na biashara, tuna mengi. Tuna watoto, tuna familia. Mimi na watoto 4, ni mke. Kwa ni kuangalia namna gani pia unatengeneza structure nyumbani ya kukupa wewe uhuru wa kuweza kufanya hivyo vitu vingi. Kwenye hivyo vitu vingi nina watu ambao wanavisimamia na ndio maana ninaweza kuvifanya. Kwa hiyo tukiweka structure na misingi imara, tutaweza kufanya vingi. Kwa hiyo sishauri mtu afanye kimoja au vingi, lakini nakushauri uangalie wewe unachoweza kufanya kuendana na kile ulichokijenga. Maana sikuanza na vingi, nilianza na kimoja, na katika kukifanya hicho kimoja kwenye ubora zaidi, kuna vingine vingi vilikuja hata mimi bila kutegemea, na vingine watu wanakuletea kwa kuona namna gani umeweza kufanya kile kimoja vizuri sana. Kwa anza na kimoja, vingine unaweza ukashangaa vinajitokeza bila hata wewe kupanga. Kwa hiyo kikubwa ni kuweza kuweka hizo structure ili pia visiwe stressful kwako na kukunyima usingizi. NMB Bank, karibu yako.